Tajiri no, anasema nawapenda wale wanipendao na wale wanitafuta kwa bidii wataniona. Hiyo ni moja kiroho. Alafu mbili, utajiri na heshima ziko kwangu, na utajiri udumuo na haki pia. Amesema anawapenda, na ukishaokoka tayari wewe ni mtu unayempenda Mungu. Ukishaokoka haikuzui wewe kuendelea na shughuli zingine zenye haki kukusaidia kuendesha kazi ya Mungu, kwa sababu wakati huduma ikiwa changa au ikiwa ndogo kama ya kwangu, hatuna msaada au mfadhili yoyote anayetuwezesha kwamba nimewapa hiyo mwingie redioni, nimewapa pengine hii mtangaze matangazo mitandaoni pengine, au nimewapa hii mfanye 1 2 3. So lazima tutafuga, tutalima, kuna biashara hiyo tunaweza tukafanya nao, ila tukae kwenye haki, kwenye mapenzi ya Mungu, ili za kusudi pia tusiwalemee wale waumini ambao ninawahudumia. Maana kama labda leo Zungu Geli, labda ni muumini wangu leo mfano, bado pengine Mungu hajakubariki, lakini labda leo redioni pengine au kwenye vituo vya televisheni nadaiwa 2 milioni. Nitakufuata leo nikuambie kwamba Zungu, naomba unipe 1 milioni hapo niongezee nikalipe vipindi vya TV pengine au vipindi vya redioni. Ni kitu ambacho ni kiungo, sababu unakuta bado kwa wakati huo haujainuka, hauna. Ndio. Kwa hiyo kufanya utumishi pamoja na biashara si dhambi, kwa sababu pia hatulemei kanisa au kuwabuguzi, maana waumini wenyewe wanakuja ndani ya makanisa wanahitaji msaada. Sasa baba yao mimi tena nao waongoza, nikiwa nahitaji tena msaada kwao na wao hawana hiyo kitu. Sinaona hali inavyokuwa. So unabidi tupambane, unabidi mama mtume naye anapambana masokoni wapi huko, mimi na hivyo. Lakini muda wa ibada, vipindi Jumanne, Ijumaa, Jumapili, Jumamosi, mambo na ushauri, hatukosi kufanya kazi ya Mungu pamoja na ya kwetu. Amen. Ulizungumzia kuhusu swala la, tukirudi hapo kwenye biashara pamoja na masuala ya utumishi, ulisema kwamba huwa mnatoka mnaenda kupeleka labda tuseme ni hizi medical hizi mambo ya kilimo, mnaenda kupeleka labda tuseme ni mikoani. Inakaa vipi kwenye huduma wakati huo unakuwa upo? Nashukuru sana kwa swali hilo, na nashukuru pia Mungu kwa sababu nina mchungaji kutoka kanisa la Israeli Kombozi, anaitwa mchungaji Manuel, ambapo napotoka huwa anakaimu nafasi yangu na kushirikiana pia na mama mtume mke wangu. Kwa hiyo kazi inaendelea, mwenge unakimbizwa, zegi ya ilali, watu wanaombewa, watu wanaponywa, watu wanabarikiwa. Namshukuru Mungu kwa hilo. Amen. Amen. Tukiongelea kuhusu tena kwenye swala la biashara, ikiwa wewe ni mtumishi wa Mungu, unapofika kule katika biashara unakutana na watu mbalimbali, watu wengi, kila mtu ana tabia yake. Kwa mfano, unaweza ukakuta labda umetoa bidhaa yako, umemuuzia mtu, labda akakukopa, akakurusha. Ni unatumia ule usemi wa Bwana wetu Yesu Kristo, ule ambaye anayekwambia kwamba ukipigwa shavu moja unageuza la pili, au inakuaje? Amen. Kwa kweli hiyo ni changamoto kubwa, mtangazaji wangu, wanasumbua, wanaumiza vichwa, ila tunaenda kwa kutafuta wale ambao ni waaminifu. Najua mtu kiruhusu tena mbwa yule tena akung'ate, na maana uzembe utakuwa ni wako. Umeshatambua kwamba huyu mtu si mwaminifu, basi nitadili na wale, maana kuna ambao wamekaa vizuri, ni waaminifu. Basi wale ambao kidogo wanaonekana wana changamoto pengine hivyo, unabidi unawaepuka tu kwa hekima na kufanya na wengine ambao wanaonekana kwamba wanakuunga mkono mtumishi wa Mungu. Vipi leo utamwona mtu ni mwaminifu? Unajua tabia hubadilika. Ndio. Tabia hubadilika. Tabia hubadilika. Unafika leo unapeleka bidhaa yako sokoni, mtu atakuwa mwaminifu, atakununuza kwa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, atatengeneza yale mazoea. Alafu mwisho wa siku na yeye anakuja kukurusha. Kwako wewe inakuwa imekaje? Maana sio kila mtu wa kumwamini. Utamwaminije huyu ni mwaminifu na huyu sio mwaminifu? Asante sana kwa swali zuri. Na ndivyo ilivyo kwamba iweje
tini lilikuwa zuri, lakini baadaye likaja kugeuka kuwa tini bovu. Ya watu kama wale uwaga, kuna watu officially wanapewa kwa ajili ya kuwafuatilia, na hatufanyi nao tena kazi, huwa tunaacha kabisa mpaka atakapomaliza kuclaim au kuclear lile deni, basi atakuwa anafanya na kesho. Ndio, kwa hiyo tunaachana naye. Mtumishi wa Mungu, umezungumzia kuhusu swala la mbwa akikung'ata unamwacha. Sasa wewe kama mfanyabiashara utakuwa kila siku wewe unang'atwa tu unaacha, unang'atwa na mbwa tu unaacha. Ni makovu mangapi ambayo unaweza utakuwa nayo? Ni mangapi ambayo utakayoyaacha? Kwa kweli ni swali zuri, kwamba of course huwezi, kwa sababu ni kampuni, utaitia hasara kwa kila mmoja atakapomwachana na deni. Huwa tunapambana nao mpaka dakika ya mwisho kwa habari ya kudai, na baada ya kisha kuwa amemaliza kulipa, basi kuanzia hapo kwenda mbele sasa atakuwa anafanya kwa keshi, lakini anafuatiliwa na kuna timu nyingine pia ambayo ipo nyuma kwa ajili ya kupambana na wale. Tunaingia mpaka serikalini kupata ile mamlaka pia wanaokusanya madeni, hivyo kupambana na wale watu. Kwa hiyo kuna mali kutaifishwa za watu nini, ili kusudia ile madeni yaweze kulipwa. Mtumishi, yeah. Kati ya biashara na huduma ni kitu gani unapenda ambacho umekiweka kwenye kipaumbele kwenye moyoni? Kisoma kitabu cha Yeremia sura ya kwanza kabisa. Yeremia 1:4 inaanza 1:4. Anasema Yeremia 1:4, neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Sasa leo mimi si nabii, ila mimi leo ni mtume. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa kati ya biashara na huduma, Yesu akawaambia pia wale Mafarisayo kwamba uzima wa mtu haumu katika wingi wa mali aliyokuwa nao. Kwa moja kwa moja hapo, mimi ni huduma ndio mapenzi yangu, na raha yangu mimi ni Injili. Hivi kumbe kuna tofauti kati ya nabii na mtume? Ndio. Tofauti wake? Nabii ni jicho la Bwana. Nabii mleta habari kwamba leo Zungu Girls kuna ABCD pale nyumbani kwako, kuwa makini hivi na hivi, kuna mtoto kule shuleni. Yani ni jicho, msemaji wa Mungu. Ndio. Na mtume yeye kazi yake ni kuifanya kazi ya Mungu hii, kutumwa kwenda kuieneza kazi ya Mungu, kuponya, kubariki. Hivyo yani mtume hana makao. Leo anaweza akawa yuko Arusha, kesho kutwa akawa yuko Mbeya, akawa Kenya, akawa Marekani, kuzunguka kusaidia roho za watu. Kwa hiyo nabii ni jicho na la Mungu, na mtume naye ni tenda kazi wa Kristo. Ndio. Biashara ina asilimia ngapi katika kuinua huduma yako? Amen. Nashukuru sana kwa swali hilo, kwa sababu biashara hii ina asilimia kubwa, kwa sababu tumeianza toka 2010 mwishoni. Kwa hiyo imeniwezesha pia kujuana na watu sana, na imenifanikisha kunikutanisha na watu ambao pia leo wale watu wamekuwa sehemu ya kuwezesha huduma yangu kwa sehemu ambapo Mungu amewabariki. Kwa hiyo imekuwa ni nguzo, imekuwa ni tegemeo ya kutuwezesha kuwepo kwenye kazi ya Mungu hii. Mtumishi wa Mungu, hapo mwanzo ulisema ndiyo, kanisa lilikuwa Ola City. Sasa hivi mmeliamisha Mkono. Sababu hasa ya kuhamisha kanisa ilikuwa nini? Amen. Nashukuru sana kwa swali hilo ndugu yangu mwandishi. Ya sababu Mkono pale kwanza palikuwa si petu, tulikuwa tumepanga pale, na usumbufu pia wa majirani na nini, changamoto zile, basi Mungu akawa amefungua mlango mwingine wa sisi kuelekea eneo la Mkono hapo.
Kwa hiyo ilikuwa sio kwetu pale, tulikuwa tunalipa kodi pale kwa gharama sana na pia jiografia ya Mkono kidogo imekaa nje. Kwa hiyo usafiri pia ni ngumu, hasa watu wetu hawa kupanda usafiri wa magari pengine kama ni mabasi au IC kidogo ufikaji umekuwa ni kama kakisio kamejitenga nje. Kwa hiyo tukatoka pale, sasa tuko Mkono. Na wakati mkiwa Olasiti unasema kwamba mlikuwa mmepanga, inamaanisha Mkono tayari sasa hivi mmejenga pale? Tumejenga. Ndio. Mlikuwa pale Olasiti mlikuwa mnalipa kodi. Ndio. Je, ilikuwa mnategemea katika swala la kulipa kodi, mlikuwa mnategemea ni swala la biashara mliokuwa nayo, au mlikuwa mnategemea sadaka za huduma? Kwa sababu tayari hapo kanisa lilikuwa ni changa. Je, mlikuwa mnaendeshaje zile huduma? Kwa mfano kulipa kodi, umeme, support pia baadhi ya watumishi hivyo. Ilikuwa imekaaje? Amen. Pale sehemu pia biashara ilikuwa inatusaidia, na wale watu ambao nilikwambia waliunganishwa na Mungu kupitia biashara, nao walikuwa wana support ile kazi iende mbele. Kwa hiyo ni wale watu pamoja na hiyo biashara. Tangu ulipotoka na ulipo hadi sasa, ndio unaionaje huduma? Amen, nashukuru sana, ila naomba tusome Ayubu 8 mstari wa 7. Ayubu 8:7. Ayubu 8 mstari wa 7 anasema, tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Nitarudia tena, Ayubu 8:7. Tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. So namshukuru Mungu kwa sababu tulikuwa hatua ya chini mno, tumepambana from ground kabisa, from zero, ila kwa kweli kwa leo mahali tulipo, Mungu ni mwaminifu, na hata wanaotufuatilia wakiingia kwenye official channel za huduma wataona kuna mabadiliko na kuna maendeleo. Kwa hiyo kuna namna fulani, kuna mabadiliko. Mungu ametusaidia. Neema ipo. Umesema kuna